Hiyo ndio title. Okugenderera kingaki kitu. Biblia inasema kwamba Biblia inasema kulikuwa na njaa enjala yalengero wakati wa Elisha kingaki cy'umubani Elisha na wakati wa Elijah. Ne kingaki cy'umubani Elijah. Ngependa ukane na usikae na mtoto mwenye unacheza na yeye. Nagani karanse na mtu basi kwa bana na umwana igera mtu kuna kokoso limene. Tafakari unipe sasa muda mchache sana. Bora njako nonge kingaki kinyenge mono. Maandiko anasema kwamba amaliko gakotebana kulikuwa na njaa wakati wa Elisha na wakati wa Elisha. Engatiye njara aleke ekero cy'umubani Elisha na ekero cy'umubani Elijah. Na wakati huo n'ekingaki ekyo wachana walikuwepo abahora kamba alengero, lakini njaa haikuwaua. kolende njara yetu baiteti Watu walikuwa ambaye hawajiwezi, abantu balengero bakali kwenyara, lakini hakuna siku walihangaika. kolende ngapiteyo batandegete, hakuna siku njaa iliwaua. nanga kiteri enjara yabaitete. Na pia kulikuwa na njaa wakati wa Daudi, nabo iyo enjara yalenge ngaki yomo wote Daudi, hata wakati wa Ibrahimu. none chingaki cha Ibrahimu. Mwanzo 26:1 mpaka 3 muchakane mirongo ibiri na isano nemo moja hadi mbili. Mwanzo 26 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Biblia inasema ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Amen. Ikisiku ono enjara yaje kasinse Elia enjara ende ngao tali Elia yachete litangani asingaki ya Ibrahimu. Ilio Isaka agachira Abimeleki umuruzi w'Abafilisti alia Gerari, no monene akaorokera Isaka akamatebya tiriboka gochya Misiri, kolende omenye asinse eyenda tebye obe buna omomenyi asinse ye na ije nimbe ime amonaye ningosesenie na kinikoyaye nololekuwao chinse chonsi na ningekeranie eiragane eyo natianete ase Ibrahimu iso. Bwana alibariki neno lake. Omanena alisesenie inganalia. Ningependa mtu mmoja awe na kitabu cha Kikisii anisaidie kwa haraka. Nani kugania ontoyo mambo ni kitabu kikubusia soko mkonya bwangu. Na maiki. Ne maiki. Maana mtu hawezi akasoma kitawazima. Ekiaya Mungu tagunya akasoma kugonja. Ndio komboe wakati. Elinde tobali chinga. Mungu akamwambia Isaka. Nyasa akamwambia Isaka. Vile njaa imekuja. Unaona njara ya chini. Usihamie mahali popote. Tobaisha kumanya gochiano nsi. Ukae hapa nikubariki vile nilibariki baba yako. Kwa maana ile ngoso sene unana sene tiso. Wakati wa shida. Chinga tichoboko. Haitakikani huo ukirandaranda. Tetingane tie omego kuna goeta eta. Inatakikana ukae sehemu moja Mungu akupane na kubariki. Tikengane tiobe semeye mo elinya sako nyana ngogoseseni. Na sio njaa peke yake. Natalia si charayoka. Wakati wowote wale ulime chando umepatwa na shida, Nyasaye nataka yetola kwenda na elegana. Mungu hataki urandarande ama utangatande. Unaona kitu kurandinga nini? Kama sasa wakati tunapohubiri hili. Na maana sababu mimi ndio ndio usaikanite. Ningependa ulipe mawazo yako hizi dakika chache. Ama maana yuko na mmoja kana kugeni siku na kugeni na kile ndio kwa mimi nataka nikaji barikiwe. Mambo ya kutoka nje na kurudi, ambia shetani hivi, mimi sikutaki. Amina. Amen. Wakati utakapotoka hapa upate kitu kitakachokulinda
kulinda wiki yote zima. Maana kuna watu nje ambao wanawatega wanaotoka hapa ndani ili wawavunje moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akanena na Isaka, usiende Misri, hapa na nitakubariki jinsi nilivyobariki baba yako. Wakati wowote balaa inapotokea, wacha kurandaranda, kutafuta usaidizi kutoka mahali popote. Mganga asijisifu ya kwamba wakati ulishindwa na ukapatwa na balaa, mimi ndio nilikusaidia. Amina. Amen. Wakati balaa inapotokea, wacha kurandaranda huku na kule. Kujisifu ya kwamba yeye ndiye alisomesha mtoto wako, kama pamoja na Mungu wako atakubariki. Wacha kutembea tembea. Rafiki yako asijisifu ya kwamba yeye ndiye atakusaidia ukazaa mtoto wa kiume, kama na pamoja, kwa sababu huyu Mungu ndiye atakayeshuka na kubariki kutoka kwa hizo shida zote. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shida yote inayokuja, Bakomo wale wajibogota, wacha kurandaranda. Tigapo tanga. Mtu ataenda akajisifu. Omontogo tiare kwa togi. Simama pale pamoja. Tenena salamo. Mungu akupate pale pale. Nyasa kwenye wala alia. Aliyebariki Ibrahimu. Olio sasa na Ibrahimu. Hata wewe wakati wa shida atasimama na atakubariki. Nana yefika mtoto kwa na tenena adago sisinia. Ibrahimu akafika mahali akakosa mtoto. Ibrahimu amekaa sasa kwa timu wana. Lakini atakaa pale pale. Kwa nini akaweka alia? Akiwa anamuongoza Mungu. Wako kwenye nyasara. Wacha kutafuta mapaka na kukuwekelea mikono. Atakuja akajisifu. Asante ni yeye. Kumbe ni Mungu. Kaza umoja Mungu akupate na akapate kujitukuza. Ningekwenda koleke mama moko na wakata. Asinge nchiloko liyo wakonyi. Bera kwa sore. Ande bera sote nene. Nyasara wika aenda wakonyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimia mwenzako kumwambia kwamba kaza ya umoja. Kwani mwasani wana kama kanima. Sama hapo. Amina. Amen. Wakati wa njaa. Chinga mchenchara. Wakati njaa ilikuja. Ekeleke kugia chete. Miaka 3 na nusu. Miaka 3 na nusu. Yule mwanamke mchana. Oma kungua nyoma waka. Mungu anajua mwanamke mchana yuko mahali. Nyasa kama nyama kungua mwaka kana ala sari. Lakini hakuna siku aliacha yule mwanamke mchana akawa. Wale nenda kutea atiketo kungua nyoma waka kana kwa. Alimwamuru Elisha. Ni ngamu chingete Elisha. Akamwambia nenda mahali fulani. Kama terigeta waka setu. Utapata mwanamke anaokota kulu. Naona wako waka koko sangelejeni tenteni. Yule ambaye unga yake imebaki kidogo. Oli yako chukua yako atiketo roke. Na usimame na yule mwanamke unene jambo. Na otele neno mwakina olio materi ngana. Na baadaye. Nani umayaye? Hata kama hakuna chakula. Atarikoni wale dagera. Hata kama hakuna chakula. Nonya tabate dagera. Elisha akatumwa na Mungu. Elisha akatumwa na Nyasaye. Kupitia yeye. Wende na sere. Akabariki yule mwanamke mchana. Akasasa nyuma mwinono mwaraka. Yeye akauliza yule mwanamke
Abarumi. Warumi. Kitabu cha Warumi 1:17. Kitabu cha Warumi 1:17 inasema aje? Na kiko seka kwa pale. Kitabu cha Warumi 1:17. Biblia inasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Haleluya. Amen. Ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Mwana mnaboronge wekamenya sobe. Mwenye haki wa Bwana. Mwana mnaboronge nyasa. Hawezi akaishi kwa kuona. Kamenya sokora. Anaishi kwa imani. Kamenya sobe. Tukiishi kwa kuona. Kamenya sokora. Mungu asaidie wageni. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoishi kwa kuona, hatutaweza kuona mbele. Tunaishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kama pesa. Bwana asifiwe. Imani ni kitu kikubwa. Amina. Tuweke mawazo yetu hapa ndani, sio nje. Bwana Yesu asifiwe. Imani. Kenene. Imani ni kitu kingine ambacho ni kikubwa. Imani ni kile kitu ambacho unaona kinakuwa kikubwa. Imani ni kama pesa. Ukikosa pesa, hakuna vile utanunua kitu. Basi tukikosa kuwa na imani, hakuna vile tutamuona Mungu. Kwa hiyo wakati wa shida, ukiwa na imani, ile shida itaonekana kuwa ndogo. Amina. Weka mawazo hapa. Yes, hapo. Tuweke mawazo kuja hapa. Tukikosa pesa, hautanunua chochote. pia tukikosa imani, hakuna vile Mungu atashuka. Maana Mungu anatutendea vitu kupitia imani. Ukikosekana na imani hata kidogo, hakuna kitu kitafanyika machoni pako. Ndio sababu anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, sio kwa kuona. Tunakuwa na imani ya kwamba lile jambo litatendeka. Na ukweli vile Mungu aishivyo anatenda kwa imani. Hivyo shida yoyote ulio nayo, kuwa na imani ya kwamba hiyo shida itaondoka. Kuwa na imani ukakalia hiyo shida ya kwamba kesho yako inakuja. Ushindi wako unakuja kwa imani. Hata ikiwa watu wamecheka ya kwamba hakuna matumaini, hata ikiwa wamesema watoto wako hawana mbele wala nyuma, kwa imani kuna mbele yao. Haleluya. Amen. Salimia mtu, mwambie ya kwamba yote yanawezekana kwa imani. Kwani yule kwamba tena bila kuonekana azopendeza. Psalms 37:18 mpaka 20. Kitabu cha Zaburi 37:2. 37:18 2 mpaka mstari wa 20. Psalms 37:18 inasema kwamba Bwana anazijua siku za wakamilifu, na ulinzi wao utakuwa wa milele. Hawataibika wakati wa ubaya, na siku za njaa watashiba, bali wasio haki watapotea, nao wamchukiao Bwana watatoweka. Kama uzuri wa mashamba, kama moshi watatoweka. Amen. Kikisi
Omo nene ni gamenyete amanyete amatuka bamboyogete. No mwana obona ogenderere ko bawo kale na kale. Baragoti bali gosokibwa ase chinga kichamabe. Ase chinga kichenjara niko bakuyigota. Kolenda bakoya mabemba siriwe. Aba bisabo manene niko bali kuna obuya webisicha. Niko barasile basile munelioki iko sirakema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilisema mtu atusaidie kwa kutusomea. Ndio hata wakakone aso wasoma. Nyasana kwa hilo chanyole vile. Mungu asaidie mtumishi wetu apate ile miwani ya Hiyo ya kusoma vya 500. Ebi wale bilio kusomea Maana tuna strain. Nikiagera ngo strain ko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wenye haki wa Bwana Abanyaboronge hawataibishwa wakati wa shida. Mbaya gosoki kutinga kichembe chana. Hawataibishwa wakati wa njaa. Mbaya gosoki kutinga kichembe chana. Mungu atasimama na wao. Nyasaye wekate na mama na barabu. Amina. Amen. Abanyaboronge Nyasaye wenye haki wa Mungu. Ndipo gosoki kutinga kichembe chana. Hatutaibishwa wakati wa njaa. Tinga kichembe na Nyasaye kwa kutusokia. Wakati wa mabaya Mungu wetu aweze akatuaibisha. Wikati na mwanangu watu wanele lazima asimame nasi akatupigania. Nyasaye amche kama jambo mungi aende badile watu kwege. Mungu anawapenda wenye haki na wale pia ambao wako na imani. Inaboko mtaka na roho. Mtu anaweza pata shida. Wala ambaye hawachaamini Mungu, bali wana mwingine na Nyasaye. Na wala ambaye hawana imani, na bali wana watu pekee. Wakati wanapitia kerera mwete ukiwa hapo karibu, kerora nabo mtu ataweza kufikiria ni wewe umemletea shida. Kama ndo nalala na kwa mletea mtano. Amina. Amen. No maana mwanzo wetu mtano. Anayekuwa na mtano yako tena. Unajua kuna mtu anapitia shida, anafikiria kama wewe ndio sababisha hiyo shida imeingia kwako. Hata kama uko moyo ninataka kukupa moyo. Ayuko na Mungu Nyasaye. Wewe mwenye haki wa Mungu. Nyasaye kama ngako so tumuchinga kichomo chando. Mungu hawezi akakuacha ukaribishwe wakati wa shida. Chinga kichinja Nyasaye akakutika. Wakati wa njaa hawezi akakuacha. Wikate nako nayo kuwanele. Lazima asimame na wewe akupiganie. Ndiye ama tukonzi ili adhibitishe siku zote. Kuaibika. Ni kosa usipate kuaibika. Hebu twende kumalizia Yeremia 17 mstari wa 7 na mstari wa 8. Naenda sasa kitabu cha Yeremia 17 17 tuanzie 7 na 8. Iko mimi sana mbele tutakele sana na mbele. Kitabu cha Yeremia 17 tuanzie 7 na 8. Biblia inasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali uchapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Amen. Amen. Kikisi na sisedirie omuntu oli omusemenetio omunene ekiagera omunene nero ogosemberia kwaye omuntu iyo iganga buna omote osimekira ase oroche barabare emeri yaye nigekoranda gochia ase orocheine omoto iyo toli kuobware kurugura ekiagera mataye nigakogenderera koba amabese toli gochandika ase engenjo y'okurugura toli gotiga kwama okwama kwaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ndio nitamalizia. Hauna kukolera Kwa sababu ya kupaka watu mafuta na wao wapokee baraka za kutoka kwa Archbishop. Ase nitio kwa kama mafuta na wao wanywa masene kwa baso Archbishop. Amebarikiwa yule ambaye anamtegemea Mungu. Na sasa nilia olio masamaki Nyasaye. Amina. Amen. Mtu yoyote ondenesi ambaye anamtegemea Mungu, olio masamaki Nyasaye. Huyu mtu amebarikiwa. Omo ndio yona sasa ni hawezi akahangaika. Oina kana arota. Hata wakati wa jua kubwa manja. Mekani tina kitie ura usinjare na yule mtu omo ndio amefananishwa yeye ni wewe na yule mti. Omo
kwa sababu huyu mtu anamtegemea Mungu. Na mawazo yake yakiwa kwa Mungu, ndio sababu maandiko yanasema ile mizizi ambayo iko karibu na maji. Mawazo yako yote, mawazo yanamtumainia Mungu. Hata wakati watu wanakumenea mabaya, hata wakati ambapo wanakudhihaki, mawazo yako yote yako kwa Mungu. Mtu kama huyo huwezi ukaelewa wakati ako na shida. Unapata kama watu ni yeye wanaulizia ushauri, hawajui na kuelewa ya kwamba amebadilika. Mawazo yake yote na kila kitu ni kwa Mungu. Wale wanaume wanamtumainia Mungu. Wako kama ule mti ambao umepandwa kando ya maji. Ule mti ambao mizizi yake iko kwa maji usiku na mchana. Huyo mwanaume hata mke wake akibadilika, mawazo yake yote yako kwa Mungu. Huyo mzee hata akizaa vijana peke yake, hakuna siku atawaza alete mwingine amzalie wasichana. Mawazo yake yote yako kwa Mungu. Amina. Amen. Wale wamama ambao wanamtumainia Mungu wako kama ule mti ambao umepandwa kando ya maji. Mzee wake hata akiishiwa hawezi toka nje ya ndoa. Anajua kesho na kesho ingine Mungu atatubariki. Hawezi akageukia mzee wake, lazima wale pamoja. Anajua ya kwamba ni siku chache tu Mungu atashuka akatubariki. Kwa hivyo watu ambao wanamtumainia hata ikiwa majaribu yameinuka, hata ikiwa watu wanakuvuta moyo, mawazo yetu yako kwa Mungu pekee. Amina. Amen. Na hata wakiongea tena waongee, hawata kukutingiza kutoka kwa Mungu, kwa sababu kuna kutingizwa au kuchunguko wa koroho, kuna kuchungwa. Mambo ya watu yanaanza yakawa mazito, lakini Mungu sana tu wanakunyanyua. Ninakuomba ya kwamba usisikie, usiyafanyie kazi. Utumainia huyo Mungu na kuwa na imani ya kwamba kesho yako iko, atashuka akutendee. Amina. Amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Wacha tusimame. Totelele. Wakati wa shida. Tinga bichi mitano. Bado Mungu yupo. Na wewe ndio Nyasaye mwani. Haleluya. Amen. Mungu hawezi akabadilika. Nyasaye ndani na kuondoka. Hata shida ikicha. Hata mambo yakiwa magumu. Mungu hajawahi kubadilika. Nyasaye ndani kwenye kuondoka. Wewe kana imani. Aya, endelea kwa wewe. Mungu huyu ni mwaminifu. Nyasaye yote wewe. Kaa tu na imani. Endelea kwa wewe. Yeye Mungu anaweza. Nyasaye ndio kunyara. Sikubali kusikiza mambo ya watu. Sikubali kuvunjwa moyo. Wewe mtegemea Mungu. Kila ambaye unahitaji, kila ambaye unatafuta, bado Mungu yupo na atatimiza kwa wakati wake. Amina. Ninamtegemea Mungu. Nilifikia yule bishop wa Uyugisi. Yeye
mwenye alikuja na akanena makubwa peke yake. Nikafikiria ni yeye. Nikajua yule mkubwa kicha. Sisi sio kitu. Akaona tu uchafu. Lakini wakati alikuja, aliongea hii kanisa iko na neema kubwa. Kwanza kwenda huko kwa gate, akaanza kuuliza wengine, mbona hamukuacha tumalizie kwa hii kanisa? Mbona hamukutuambia kuna kanisa hapa liko hivi? Anaomba tena anaomba. Ni kwa sababu alipokanyaga kwa haya madhabahu, anasema amesikia neema ya Bwana iko hapa nyingi sana. Mtu kutoka Nairobi akuje kusema kwa kanisa ya kwamba kuna neema hapa. Lakini wewe hujaiona. Unazunguka zunguka. Hujaamua kukaa hapa. Hujaamua kusema hivi kanisa lako. Kama president aliingia anatambua neema ambayo iko hapa. Na anasema hapa kuna neema kubwa. Lakini bado wewe hujaiona. Unataka kusikiza mambo ya watu. Watu wanakuja wengine moyo. Watu wanakuambia hii sio kanisa. Watu wanakuambia hii makanisa mengine. Lakini wewe unajua mahali huyu Mungu amekutoa. Kwa ukimtegemea Mungu. Wana imani. Ya kwamba Mungu hana madhabahu. Ya kwamba Mungu hana madhabahu. Ya kwamba Mungu haribiwi. Anakutoa kiwango ya chini. Anakuweka kiwango kingine tena. Anakuondoa kwa hili jina ambalo naitwa masikini. Anakubadilisha jina ambalo naitwa mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bora mjichanganyishe. Usimame tu katika Bwana. Watu wengine ambao wanakuja mahali hapo ukalili, ambao wamechanganyishwa. Bado uchimo tu yabo, hawana mbele yao. Bado uchimo tu na maana. Hawani mbele na nyuma. Mbele kwa tebika. Nataka kuambia sawa na sawa. Ukalia mahali. Ukama sisi. Shamba.
Amen. Tulitabiriwa, tulinenewa ya kwamba mahali tumekwama tukakwamuka sisi sote katika jina la Yesu. Akasema tutakuwa matajiri kwa sababu ya hii kazi. Hii kazi ambayo tumefanya, tuko tayari tukitembelea kwa miguu, tutakuwa pikipiki. Hakuna hata pikipiki. Sina hata pikipiki. Niko hata pikipiki. Najua kupitia hii kazi ni mwenye tewetelele. Mungu atanibariki. Mungu atakubariki wewe. Sababu ya hii kazi. Usikubali kuvunjika moyo rahisi. Kwa sababu acha ukwa moyo aororo. Asituache akili. Mahali tulianzia Aliyororoto. Hatuko hapo tena. Esa utokonye. Mungu ametusaidia. Amina. Amen. Tuli aliyesiwale. Hatuko katika ile kiwango maana. Esa utokonye. Mungu ambaye ametusaidia. Hali ulikuachia utakuwa tumo tunamayo uikose seniwe. Na wewe ambao umekuja ambaye hauna mbele na nyuma, na wewe utabarikiwa pia. Wacha tujipange tutoe halafu nianze kuwapaka mafuta. Tikatoe bila soko ile mpaka mafuta.